Nyakati za kuzama sio muda sahihi wa kumfundisha mtu kuogelea. Kwa nini? Kwa sababu yeye hataonesha bidii katika elimu. Badala yake atagundua kwamba wewe unachofanya ni uokozi tu. Lakini hiyo pia nayo ni elimu. Ni kweli. Ila akifika ng'ambo anasahau. Na kama atakuwa alipitia kipindi kigumu zaidi, basi anaweza kusema kwamba hatoshiriki tena na shughuli za kupiga mbizi. Kwa hiyo ulikuwa unamaanisha nini ukisema hivyo? Ni kwamba kwa sasa wewe upo katika kipindi ambacho sio cha kukupa elimu ya kuepuka. Badala yake lazima ujifunze madhara yake kwanza. Mimi sidhani kama ni kweli unayosema. Halafu kawaida ya zawadi na pipi huwa zinafanana tu. Sidhani kama kuna mtu anayeweka pipi moja. Pengine hiyo ni njia tu kama kutumia kaka yako ili kukuondoa kwenye mfumo. Kwa hiyo mimi na wewe tulienda 3 au pipi zako ziko na maana gani? Hapana. Mimi nilifika 2. Ila ukiweka 2 kwenye huo haipendezi. Hata nilipoenda kununua nilishauriwa hivyo. Niamini Zuu. Na mbona kupokea simu nilipokuja nyumbani kwako? Badala yake ukazima kabisa. Nilipotaka kupokea simu ilianguka na kujizima. Na ndio maana nilipoiwasha nilijaribu kupigia tena. Usijali, nimekuelewa. Naomba muda nifikirie ulichosema. Sawa. Ila naomba nisamehe sana Zuu. Siwezi kufanya unyama wa namna hiyo wakati unajua jinsi gani nakupenda. Sawa, naomba uende usije kukuta hapa. Karibu tuongee. Umefika dukani au bado? Sijafika na sidhani kama nitafika hapo leo. Kwa nini? Sipo sawa kiakili. Mimi nataka tuongee. Tena nawe hauji mdogo wangu. Kuna tatizo? Tatizo hilo la kukosa muda ya kufanya kazi. Hofu yangu nitaingia hasara isiyo ya lazima. Haya, pole. Asante. Au kaka yako jana akakuzingua? Kaka yupi tena? Basi ukija siku tutaongea. Au nikifunga mapema, leo nitakuja kwako. Karibu sana. Sawa.
ninakushauri upate muda wa kumtafakari mpenzi wako kabla hujachukua, kwa sababu kuto kufanya hivyo inaweza ikaugharimu baadaye, baada ya kugundua kwamba umekosea. Sasa ninawezaje kutoa muda kwa jambo ambalo nimelishuhudia na macho yangu ya nyama na sio kwamba ni hadithi? Ni kweli kwamba macho huwa yanasema kile kilicho dhahiri, lakini kuna muda moyo huwa unafanya maamuzi yake yenyewe na sio nguvu ya mwili. Labda usichokijua ni kwamba kuna muda mwanaume anamsaliti mpenzi wake na sio kwa kupenda, Ila anaweza akawa anatafuta suluhu au salama ya kudumisha mapenzi yake. Hapa nina maana kwamba anaweza akaomba ushauri kwa mchepuko ili aweze kulidumisha penzi lake. unamaanisha mpenzi wangu alipokuwa anaomba ushauri kwa mpenzi wake ama? Nahisi, ingawa sina hakika, ila kwa sasa sidhani kama utanielewa. Cha msingi wewe nenda katulie, ukipata muda nitakupa umuhimu wa somo hili. Sawa. We will notify you when the mobile subscriber is back. If you wish to leave a voice message, then please do so after the tone. Nimekuja tena. We will notify you when the mobile subscriber... Zu! 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 Zu!
Karibu mdogo wangu. Asante. Mimi nilijua hauji kweli, ila umechelewa kufungua. Hata hivyo, nimeacha ufunguo nyumbani. Kwa nini sasa? Nimesahau, nimekuja kushtukia nikiwa kwenye boda. Pole sana. Najua kwa nini imekuwa hivyo. Kwa nini? Leo haupo sawa. Bila shaka Zawadi kwenda vizuri jana. We will notify you when the mobile subscriber is back. If you wish to leave a voice message, then please do so after the tone. Wakati wenu ni tofauti kabisa na wetu, sababu kipindi sisi ni mabinti hakukuwa na utaratibu wa kuumizana kwenye mahusiano, na ndio maana mimi mpaka leo nimezana mwanaume mmoja tu, kitu ambacho ni ngumu sana kwa sasa. Ni kweli, kwa sababu furaha yangu imenigeukia. Na niseme tu ukweli, nampenda sana. Na hiyo ndio maana itakuchukua muda wewe kusahau. Labda nikuulize swali. Unaweza kunikutanisha na huyo kijana? Huenda nikagundua jambo na nikaweza kuwashauri. Alafu ukionana naye, nini kifuatacho sisi? Unajua, namna nzuri ya kutoa ushauri ni pale unagundua tatizo na kiini chake, ili kutoa tiba na sio pozo. Mimi nishaghairi kuwa naye kwenye mahusiano tena, na namuona tu kama adui yangu mkubwa. Sawa, ila itakuchukua wewe muda mrefu sana kurudi katika hali yako, kwa kuwa hautakuwa na majibu sahihi ya nini ufanye. Kwenye eneo gani? La kuamua kuacha ama kuendelea kuwa naye. Mimi nashangaa kitu kimoja. Inawezekana ni haki yako haswa kuingia katika mahusiano kama mwili unaruhusu kufanya jambo hili, lakini kila kitu kina utaratibu mzuri kama utauliza. Hivi nikuulize kitu, wewe unampenda huyo kijana? Na wakumbuka nini kuhusu masomo? Hakuna ninachokumbuka kaka. Ala. Hivi unajua kama kilichokuleta huku ni masomo na sio kitu kingine? Ndio kaka. Sasa mbona upo kinyume chake? Hata sijui kwa nini. Mimi nakuelewa sana ndugu wangu. Kwa nini unasema hivyo? Ila nikukumbushe kitu. Ikitokea ukatupwa kama takataka, basi jua kwamba unaweza ukageuka mbolea ya kustawisha mmea.
lakini tambua kwamba hautokuwa na thamani tena kwa yule mtupaji zaidi ya huo mmea tu uliostawisha. Baby, I get it.